Wakubwa ni watu wawili tu ambao watakushauri ununue iPhone X kwa sasa, ila kwa mimi sitoweza kukushauri. Mtu wa kwanza, mtu ambaye anauza hiyo simu kwa sababu anataka apate faida. Mtu wa pili, inawezekana ni mtu ambaye anakufariji ili muwe sawa. Yaani kuna mtu anatumia iPhone X huko na anakufariji ili muwe sawa. Ila kwa mimi mwanakitaka kwa sasa, kama ndo unataka ukanunue simu yako, ni bora ujichange, ujiongeze, uchukue at least iPhone 11. Kwa sababu iPhone X cha kwanza haipati latest iOS. This means cha kwanza kuna application utazikosa, lakini pia sio hivyo tu, kuna security pia utazikosa. Kwa hiyo mwanakitaka, upande wangu mimi sikushauri kama ambavyo niliwahi kusema kwamba iPhone X kwa sasa, in case unataka simu ya kusukuma sawa, ila kama unataka simu ya kutumia mwanakitaka alafu unataka utumie iPhone, jitahidi usogee kidogo, at least uanzie kwenye iPhone 11. Kuna mtu atauliza kuhusu XR. XR nayo nadhani na yenyewe itakuwa yale. Karibuni tu hapa, nadhani kuna iOS wataacha kuleta. Even though wanasema hata iOS 19 iPhone XR itaweza kupata. Ila sasa changamoto nyingine mwanakitaa, ambapo mimi sipendagi kushauri kuchukua simu ambazo zimetoka muda mrefu. Simu ambazo zimetoka muda mrefu mwanakitaa, cha kwanza Apple wao washaacha kutengeneza. Na wakiacha wao kutengeneza, this means ambazo zitaanza kupatikana sokoni ni refurb. Na changamoto ni kwamba refurb miaka inavyozidi kwenda mbele ndo ambavyo inakuwa inapatikana refurb yenye vifaa ambavyo sio vizuri. Kwa hata iPhone XR si recommend. Either way, kama mfuko wako uruhusu ndio uchukue. Na bahati nzuri au bahati mbaya ni kwamba iPhone XR imekaribiana sana bei na iPhone 11 plain. Hata ukitaka used, ukitaka full box, zote zimekaribiana sana na iPhone 11 plain. Kwa at least nenda kwenye iPhone 11. Lakini ukumbuke, kadri simu ambavyo inakuwa imetoka kwa muda mrefu, ndo hata refurb ambao utaipata vifaa vyake vinakuwa sio vizuri. Kwa hiyo ujiandae pia na kisukari. Zipo ndio ambazo hazisumbui, lakini kisukari ambacho nakizungumzia, simu nyingi za muda mrefu zinakuwa zinasumbua kwa sababu vifaa vyake vinakuwa sio vizuri. Na ukumbuke hii video mwanakitaa, sijasema kwamba simu zote ambazo zinauzwa za iPhone X ni mbovu, sijasema XR zinazouzwa ni mbovu au iPhone 11 zinazouzwa ni mbovu. No. Lakini kama utakuwa na hela ya kununua hizo simu, make sure unachagua simu ambayo ni nzuri ili upate kitu kizuri. Kwa sababu either way ujiandae kuwa na kisukari, kwa sababu ni simu za muda mrefu kidogo. Ndio maana hata hapa ofisini kwetu si kwanza tunauza kuanzia iPhone 12 kupanda juu. Kwa sababu na zenyewe ni refurb ndio, kwa mfano iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ni refurb ndio, lakini hata si ambazo tunazileta refurb zetu tunajitahidi sana kwenye kuchagua, hata kuzingatia cha kwanza kwenye upande wa kioo na vitu vingine. Kwa upande wangu mimi I don't recommend kabisa kwa mwanakitaa kwa sasa kwenda ofisini yetu unaenda kununua iPhone X. Either way, kama mfuko wa uruhusu afu unataka tu utumie iPhone. Tena mimi kwa upande wangu waga na shauri, ikitokea umeshindwa kabisa, opti usichukue iPhone, chukua Android ya bei hiyo ya iPhone X, unaweza ukaenjoy kidogo kuliko ukachukua iPhone X afu ukute ina vifaa ambavyo sio vizuri. Na ukumbuka kwamba mjumbe huwa wao. Na sisi leo na mimi leo nataka nikujuze hilo tu, kwa sababu ni moja ya maswali naulizwa sana, na kama ilivyo wanakitaa, kwa sababu sisi ni TOD watumia simu, tukasema hatuwezi tukaiacha ikae hivi, ndio maana tumekushauri. The choice is yours. Ukitaka chukua, lakini sisi tukishasema. Na kama hii hapa mwanakitaa umeipata, make sure unashare na mshikaji wako ambaye sasa hivi anataka kufanya maamuzi ya kununua simu. Umetufollow pia kwenye page yetu, kwa sababu hapa ndo mahali pekee ambapo utakuwa unajipatia namna ambayo utatumia simu vizuri, lakini namna ambayo utaweza kufanya maamuzi ili upate simu nzuri.